Kwa mwanamke ambaye haujui kudili na mzunguko wako wa hedhi vizuri, leo nitaenda kuzungumzia mzunguko wa hedhi vizuri kwa lugha rahisi. Kila mwanamke atapata kunielewa. Kama unahitaji kujifunza zaidi, save hii video, share kwa mwanamke mwenzio naye apate kujifunza. Twende darasani. Mzunguko wa hedhi kwa wakina mama ni njia ambayo wengi wamekuwa wakitumia kama njia ya kupanga uzazi. Tunasema ni njia ya kupanga uzazi salama. Japo hata njia nyingine za uzazi wa mpango ni njia ambazo ni salama sana, licha ya kuwa zina maudhi hapa na pale, lakini ni njia salama kabisa. Kwa mwanamke ambaye anahitaji kutumia mzunguko wa hedhi kama njia ya kupanga uzazi salama, aidha anahitaji kupata watoto kwa wakati fulani au hahitaji kupata watoto, aidha mtoto ni mdogo ananyonya na yuko kwenye riski ya kupata ujauzito, basi anahitaji kusikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho. Lakini nikukaribishe, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life. Kwani tumekuwa tukitoa haya masomo na haya madarasa mara kwa mara na kuisaidia jamii juu ya kudili na hali zao za kiafya, hasa afya ya uzazi. Mwanamke ambaye unahitaji kufahamu vizuri namna rahisi na bora ya kudili na mzunguko wako wa hedhi, cha kwanza unahitaji kufahamu mizunguko ya hedhi ya kina mama iko tofauti tofauti. Kwa hiyo wako inawezekana ukawa tofauti na mwanamke mwingine. Mizunguko ya hedhi ya kina mama iko mizunguko mifupi, mizunguko ya wastani na iko mizunguko mirefu. Sasa unahitaji kujua wewe una rely kwenye mzunguko upi. Kwa sababu kama utaamua kudili na mzunguko ambao wengi wanaotumia lakini sio kwako, uko kwenye hatari ya kupata ujauzito ambao haujatarajia. Inawezekana ukawa na mtoto ambaye unanyonyesha na una miezi 6, una miezi 7 na hautarajii kupata mtoto kwa kipindi hiko, kwa hiyo unapata ujauzito ambao haujatarajia, na kitu ambacho kinaweza kukuumiza, kukupa stress, na wengine hata kuanza kuchukua maamuzi magumu hata ya kutaka kutoa ule ujauzito. Kwa hiyo ili kuepuka yoyote, basi naomba unisikilize vizuri, na ikiwezekana chukua notebook uanze kunote kile ambacho naenda kukizungumza. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unahitaji kukifahamu wakati unaenda kujifunza namna ya kudili na mzunguko wako wa hedhi, unahitaji kufahamu mzunguko wako wa hedhi ni wa siku ngapi. Usifuate mzunguko wa mwanamke mwenzio, wa kwako ni wa siku ngapi. Kama mzunguko wa hedhi wa siku 21 au ni siku 24, 28, 30, unahitaji kufahamu kwanza. Utanote pembeni baada ya kufahamu kwa mzunguko wako wa hedhi ni wa siku ngapi. Lakini utafahamu vipi sasa mzunguko wako wa hedhi ni wa siku ngapi? Utakachokifanya ni hiki hapa. Siku ambayo umeona damu ya hedhi kwa mara ya kwanza, ile itakuwa ni siku ya kwanza ya mzunguko wako mpya ambao umeuanza. Mpaka siku moja kabla ya kuona tena damu ya hedhi kwenye mwezi unaofuata, pale ndio mzunguko wako wa hedhi utakuwa umeishia pale. Kwa let's take an example. Kwa mfano, leo tarehe 25, umeona damu ya hedhi kwa mara ya kwanza. Utasema ni siku ya kwanza ya mzunguko wako wa hedhi. Mpaka tarehe let's say 26 ya mwezi unaofuata, umekuja kuona tena damu ya hedhi. Ina maana mzunguko wako wa hedhi wewe utakuwa umeishia tarehe 25. Ile 26 ya mwezi ule itakuwa ni siku mpya ya mzunguko mwingine unaofuata. Kwa hiyo utahesabu hizi siku ni siku ngapi. Let's say imekuwa ni siku 30, basi itakuwa ndio mzunguko wako wa hedhi. Wakina mama wengi ukiwauliza mzunguko wako wa hedhi ni wa siku ngapi, atakwambia siku 5. Hapana, zile ni siku za hedhi, siku za kutumika au siku za kuona damu yako ya hedhi ile ya kila mwezi ambao unaiona. Kwa hiyo ni njia rahisi. Siku ya kwanza kuona damu yako ya hedhi mpaka siku moja kabla ya kuja kuona tena damu ya hedhi. Utahesabu zile siku, utajua idadi ya zile siku, ndio itakuwa ni mzunguko wako wa hedhi umerely humo. Kwa hiyo kama ni siku 30, ni siku 28, utakuwa umetambua wewe mwenyewe bila ya kushurutishwa au kupangiwa na mtu. Kwa wale ambao wanatumia period tracker ni kitu kizuri, lakini cha kwanza unahitaji wewe mwenyewe kufahamu vizuri, ili itaweza kukusaidia endapo utakuwa umesahau tu. Okay, let's go. Ni kwamba umeshafahamu sasa mzunguko wa hedhi ni kwa kuhesabu, unahesabu kwa utaratibu huo, na umeshafahamu let's say ni siku 28. Sawa? Nini ufanye ili kutambua siku salama na siku za hatari? Utafanya haya yafuatayo. Kwenye video zilizopita nilizungumzia hivi vitu viwili. Nilizungumzia kitu kinaitwa follicular phase pamoja na luteal phase. Utaenda kusikiliza kwenye video za nyuma zilizopita. Sawa? Lakini nisema luteal phase ndio kitu ambacho nakihitaji zaidi, kwa sababu ni kitu ambacho tutakitumia kwenye kufanya calculation rahisi za kudili na mzunguko wetu wa hedhi, aidha kufahamu siku za ovulation zitakuwa ni siku gani. Kwa hiyo utakachokifanya ni kwamba kwa hiyo kwenye video iliyopita nilisema hii luteal phase huwa ni siku 14, lakini kwa baadhi ya kina mama imekuwa ni siku 12, na hii huwa ni constant kwa kila mwanamke. Ina maana kama ni 12 itakuwa ni 12 kwako. Kama ni 14 ambao ni kwa wanawake wengi itakuwa ni 14. Sawa? Na hii huwa haibadiliki. Mara nyingi inayobadilika ni follicular phase. Luteal phase huwa haibadiliki, ni constant. Kwa hiyo utakachokifanya, kama una mzunguko wa hedhi wa siku 28, utatoa na 14 ambao ni luteal phase. Utakachokipata pale, let's say ni jibu utakao lipata pale itakuwa ni siku za ovulation. Umechukua 28 umetoa 14, itabaki 14. Ina maana 14 itakuwa ni ovulation. Sasa itakuwa ovulation kivipi? Ni hivi. Toka siku ambayo umeona ada yako ya hedhi kwa mara ya kwanza,
itakuwa ni siku ya kwanza mpaka kufikia siku ya 14 ya mzunguko wako wa hedhi, pale ndio ovulation itakuwa imetokea. Na ovulation nini? Ovulation ni kipindi ambacho yai linakuwa limekomaa au limepevuka na liko tayari kwa ajili ya kurutubishwa na ujauzito kuweza kutokea. Kwa hiyo kama kuna makosa yoyote yatafanyika within the range kwenye kile kipindi ambacho kinakaribiana siku za ovulation, basi ujauzito unaweza kutokea, unless otherwise kuwe na changamoto zingine ambazo zinaweza kudhibiti usipate ujauzito. Kwa hiyo baada ya kufahamu hilo kwamba umejua siku za umejua idadi za mzunguko wako wa hedhi, umejua luteal phase ni siku ngapi, umeweza kutoa siku za mzunguko wako wa hedhi, ukatoa na siku za ovulation, ukatoa na 14 ambayo ni luteal phase, ukapata siku za ovulation. Zile siku za ovulation ndio ambazo zitatumika kupanga siku salama pamoja na siku za hatari. Unapangaje sasa? Iko hivi. Kabla ya kupanga unahitaji kufahamu kidogo, at least uwe na overview kwamba kile ambacho unapambana nacho ambacho either hautaki kisababishe ujauzito, kikiingia kwenye mwili wako kinafanyaje. Iko hivi, tunachopambana nacho hapa ni kile kinachotoka kwa mwanaume, kwa maana mbegu ya uzazi inayotoka kwa mwanaume. Ile ndio tunahitaji ili kuweza kupata ujauzito au kuweza kuikwepa ujauzito usiweze kutokea. Ni kwamba kinapoingia kwenye mwili wako ya mwanamke, kuna muda kinaweza kusurvive mule ndani bila ya kufa, kwa maana kikaendelea kuwa hai. Kwa hiyo kama kuna makosa yoyote yatafanyika pale, basi ujauzito unaweza ukatokea. Mbegu ya mwanaume inapoingia kwenye via vya uzazi vya mwanamama vinaweza kusurvive kati ya siku 3 mpaka 5. Hii ndio range ambayo mbegu inaweza kusurvive. Kwa hiyo kama lile yai ambalo limepevuka litaweza kukutana na hizi mbegu ambazo zimeingia, basi ujauzito unaweza kutokea. Sasa tuassume siku ya 14 ndio siku ambayo ovulation imetokea au yai limepevuka. Ina maana kama mbegu itakuwa imeingia siku 3 kabla ya pale, inaweza kusubiri na ujauzito baadaye ukaja ukatokea. Imeingia siku 4 kabla ya pale, basi ujauzito unaweza kutokea pale. Kwa hiyo utakachokifanya mwanamama, kabla haujafanya chochote, kabla haujachukua hatua yoyote ya kudina mzunguko kwa hedhi, basi unahitaji at least kuwa na overview juu ya hii kitu. Lakini nisikuchanganye sana ukashindwa kuelewa kabisa hili somo. Iko hivi. Unapokuwa na mzunguko wa hedhi fulani, sawa, na ukishajua siku yako ya ovulation itaangukia wapi, utakachokifanya utaangalia, kwa sababu mbegu za uzazi zinaweza kukaa siku 3 mpaka 5. Tuchukulie ni siku 5 kwa sababu huwezi kujua kama huyu za kwake zinakaa siku 3. Tuchukulie ni siku 5 mbegu za uzazi zikiingia zitakaa kwenye mwili wako bila ya kufa, zitaendelea kuwa hai na zitaendelea kucirculate kwenye via vyako vya uzazi kama mwanamke. Utakachokifanya utaweka siku 5 kabla ya ovulation. Ziwe ni siku ambazo hauzisogelei kwa namna yoyote na ukaweza kuzitumia. Kwa sababu endapo mbegu itaingia siku 5 kabla ya ovulation, inaweza kusubiri na baadaye yai likipevuka ujauzito ukaweza kutokea. Sawa? Kwa hiyo unahitaji kuwa makini sana. Sasa tuchukulie mzunguko wako wa hedhi ni wa siku 28. Unafanyaje sasa? Okay? Haya, tumesema kwa mzunguko wa hedhi wa siku 28, siku ya 14 ndio itakuwa siku ambayo yai litapevuka. Sawa? Hebu tuweke siku 5 kabla. Tuweka siku 5 kabla, ina maana itakuwa ni siku ya 13, siku ya 12, siku ya 11, siku ya 10 pamoja na siku ya 9. Kwa hiyo mwanamke mwenye mzunguko wa hedhi wa siku 28, kuanzia siku ya 9 ya mzunguko wake wa hedhi hatakiwi kushiriki kama hataki ujauzito. Kwa sababu akishiriki, basi mbegu zitakazoingia zinaweza kusubiri na baadaye ujauzito ukaweza kutokea. Kwa hiyo makosa yote ambayo yatafanyika pale yanaweza kukugharimu au yakarudisha tabasamu endapo ulikuwa unahitaji kupata ujauzito. Sawa? Kuanzia siku ya 9, ya 10, ya 11, ya 12, ya 13 mpaka siku ya 14. Ina maana siku ya 14 ndio siku ambayo ya ovulation. Na wakati wa kuhesabu hapa tunahesabu masaa 24. Kwa hiyo sio kujichanganya hapa. Utakuta inaangukia siku ile ya 14 na ukifanya makosa ujauzito unaweza kutokea. Lakini baada ya hapo utahitaji kufahamu lile yai ambalo tunalikwepa nao lisikutane na ile mbegu kama hutaki ujauzito. Je, likishapevuka linakaa siku ngapi? Maximum ni masaa 12 mpaka masaa 24 tu. Haiwezi kukaa zaidi ya hapo. Kwa hiyo baada ya pale utaweka masaa 24 kama maximum ili kuweza kukwepa ujauzito. Lakini kulingana na changamoto nyinginezo, yai linaweza kupevuka kwa kuwahi siku moja kabla au kuchelewa siku moja baada ya ile tarehe ambayo tulikuwa tumekusudia. Kwa hiyo kitu ambacho mostly mimi nakuwa na advice kwa wakina mama ambao wanataka kutumia kalenda kama njia ya kupanga uzazi salama, licha ya kwamba yai linakaa kwa masaa 24, mimi nitasema weka siku 5 kabla, weka na siku 5 baada, usitumie kwa ajili ya kupunguza riski zingine, kwa sababu kuna baadhi ya kina mama wana mizunguko ya hedhi ambayo ni irregular, mizunguko ya hedhi ambayo inabadilika, haipo kwenye uwiano mzuri. Hawa wao kwenye riski ya kupata ujauzito kwenye vipindi kama hivi. Kwa hiyo nitakwambia weka siku 5 kabla kwa ajili ya kukwepa ile mbegu ya uzazi iliyoingia siku 5 na yai. Weka na siku 5 baada kwa ajili ya kupunguza
riski ya wewe kupata ujauzito kama kutafanyika mistake yoyote. Kwa kufanya hivyo, mwanamke yoyote ambaye unahitaji kufahamu mzunguko wako wa hedhi na umeshafahamu hizi taarifa at least kwa uchache, unaweza kutumia kalenda kama njia ya kupanga uzazi salama. Na hii ni kwa mwanamke mwenye mzunguko wa hedhi wa siku 28 tu. Baada ya ovulation, siku 5 baada ya ovulation, zile ambazo tumezipanga tunasema usizitumie. Siku zilizobaki mpaka unakuja kuona tena ada yako ya kike, zile siku zote ni salama na unaweza kuzitumia bila ya kupata ujauzito. Unahitaji kuwa makini, kuandika vizuri, kurekodi vizuri tarehe zako, kwa sababu wengi katika wanawake wana mizunguko ya hedhi ambayo ni irregular, mizunguko ambayo inabadilika. Kwenye wale ambao wana mizunguko ambayo ni irregular, ndio rafiki sana kutumia hii njia kama njia ya kupanga uzazi salama. Lakini unaweza kuzungumza na daktari wako kama kuna changamoto nyingine zote hujaelewa sehemu, mconsult daktari wako. This video is only for education purpose. Kwa hiyo kwa hali yoyote unaweza kuzungumza na daktari wako akaweza kukushauri zaidi. Asante.